ndani yangu. Kila vazi ninalolivaa ni posti kwenye social media. Usisahau ya kwamba wokovu una kiasi. Wokovu una kiasi. Unapokosa kiasi kwenye picha zako unazoziposti kama vile mtumishi wa Mungu, kila kanguo peleka social media, kila kanguo uvae yaka social media, fahamu ya kwamba bado Roho Mtakatifu hajakubali kuleta mabadiliko. Bado Roho Mtakatifu hajaleta mabadiliko ndani ya nafsi yako. Wakati Roho Mtakatifu atakapokubadilisha, fahamu ya kwamba utakuwa na kiasi. Kama ulikuwa unatamani kila nguo ambayo unaivaa uiposti, lakini Roho Mtakatifu atakapokubadilisha, utakuwa na kiasi. Jambo utakalo litamani sana ulifanye kila siku kwenye social media ni kuposti tu habari njema iletayo wokovu, ni kuposti tu maandiko ya kuleta habari njema. Lakini ile tabia au ile roho ya kuposti wanione nimevaa hivi huwa inapunguka, kwa sababu Roho wa Mungu anaweka kiasi ndani yako. Kwa hiyo nikawa sina kiasi, nikivaa kinaposti na picha zikasambaa, picha za suruali, picha za mavazi ya hatari zikasambaa. Watu wakashangilia, shetani akashangilia ya kwamba tumemwaibisha, shetani akapiga vigelegele. Lakini palipo na vigelegele vya shetani, palipo na vigelegele vya maadui, kumbe palikuwa na kusudi la Mungu ili niweze kurudi kwenye wito wangu wa kwanza. Ninashukuru Mungu kwa ajili yako wewe uliyenisema kwa mabaya. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye haukulala kwa ajili yangu. Uliniombea, kwa sababu mtu wa rohoni aligundua tu ya kwamba huyu si kawaida, sio kawaida, mpaka mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaomba, alikuwa anafunga mpaka haya yamkute. Hapana, kuna mambo hapa, kuna mapambano kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Mungu akubariki sana wewe ambaye uliniombea. Sina haja ya kuwataja wengi ambao walinifanya nipige hatua nyingi sana. Nimekutajia ulimwengu milenga. Wapo akina Datunda, mama yangu wa chumba cha maombi, mama Mangete, wa mama mbalimbali. Hawa wa mama ambao nimekutajia, ambao bado mpaka sasa hivi bado wapo kwenye muonekano wa kidunia, lakini walilia kwa ajili yangu. Yale machozi yao Mungu aliyaona. Watoto wangu, wadogo zangu katika imani, yale machozi yenu ambayo mlilia kwa ajili yangu, Mungu aliyaona, na leo kupitia machozi yenu Mungu ameleta jibu la haki. Kwa hiyo wapo mbalimbali, akina Tabisha kutokea pale Iowa, sijui niseme nini, sijui, akina Esther, akina Deborah Kamsi, alilia, aliniombea, alinishauri, lakini kilichonifanya kabisa niumie ni hawa wanawake ambao wanajichubua namna ambavyo walianza kulia kwa ajili yangu. Haijalishi hao tu wanawake, lakini fahamu ya kwamba hapo nyuma mimi Louise Jane ni mtu ambaye nilikuwa nikifika kwenye mikutano, mfano kwenye msiba. Ninapofika hapo kwenye msiba, nilikuwa si mtu ambaye ninakaa kimya. Hapana. Nikiwaona wanaume vijana vile ambavyo wanakaaga kwenye misiba, wanapiga story nini 1 2 3, mimi nilikuwa ninajivika ujasiri, ninasimama katikati ya wanaume, ninaanza kuwahubiria. Tena hapa kwetu Georgia, ninawaambia ya kwamba vijana, mkumbukeni Muumba wenu siku za ujana wenu, mumtafute Mungu, muache anasa za dunia, muachane na usharati, muachane na ulevi. Angalia maisha yako, angalia pia Mungu anapenda nini juu ya maisha yako. Nilikuwa mtu ambaye nina ujasiri wa kusimama katikati ya wamama, ya kusimama katikati ya wavijana. Na ndipo maana huyu mama ambaye aliniambia wa hapa Georgia, aliponililia akasema katikati ya wanawake wote wa hapa Georgia, wewe nilikuwa ninakuhesabu ya kwamba kupitia wewe wanawake wengi wa hapa Georgia watabadilika. Kwa sababu ulikuwa si mtu wa kukaa kimya ndani ya msiba. Ulikuwa unawahubiria watu, ulikuwa unaimba ndani ya msiba. Lakini sasa hivi utasema na nani ya kuamini? Na ndivyo ilivyokuwa, nitasema na nani aniamini tena? Kwa sababu tayari kila kitu nimeharibu. Hao vijana ambao nilikuwa ninawahubiria, ninasimama katikati yao, ninawaambia habari za wokovu. Mmoja wao alipokutanana na mimi alishangaa. Akasema, dada, wewe ndio yule ambaye ulikuwa unatuhubiria kwenye misiba, kwenye mitandao, ndio wewe?
ninasema ndiyo, ndo mimi. Kuna nini? Mbona umebadilika? Ninaanza kujitetea ya kwamba pana, sijui 1 2 3. Sasa nikawa ninatamani, kama nilivyosema, nilikuwa napenda nijitetea kwamba niko kwenye haki na niendelee kuwahubiria watu kwenye huo muonekano ambao niko nao wa Kiezebeli. Lakini ule ujasiri ulikuwa unatoweka pale nilipokuwa ninazungumza na huyo kijana. Ninamwambia achana na hivi vitu. Lakini lawama zikawa zinanirudilia mimi. Dada, unaniambia kwamba mimi niachane na hivi vitu, ulevi, sijui nini, ndo dhambi. Lakini mbona wewe umebadilika? Namna ambavyo ulikuwa zamani na sasa hivi, mbona unakuwa tofauti dada? Sasa lawama zikawa zinanirudilia, ujasiri unatoweka. Na ndipo maana Biblia inasema ya kwamba tusiwe kwazo la namna yoyote ile, ili utumishi wetu usilaumiwe. Ningesema na nani tena kaniamini? Vijana wa Georgia ambao walikuwa wananiamini na kunikubali, ambao nilikuwa ninawahubiria, kwa sababu mimi si mtu wa kumwogopa mtu. Sikukuwa mtu wa kumwogopa mtu kirahisi rahisi namna hii, hapana. Kama ni vijana ninawaambia, kama ni wamama ninawaambia, ikiwa tu ni kwenye mkutano lazima niseme neno. Kama ni kwenye kama ni wababa, nikikutanana tu na baba ambaye naona huyu, nitamwambia, nikisikia tu sauti na naambia zungumza na huyu mtu hivi, ninazungumza naye. Ninamwambia ndani ya kazi, ndani ya kampani, hivyo hivyo. Kama ni Muislamu ninamwambia. Yani nilikuwa si mtu ambaye ninakaa kimya. Lakini ujasiri wote ukatoweka kwa sababu lawama zote zilikuwa tena zinanirudilia. Ya kwamba unaniambia mimi hivi na wewe. Bwana tusaidie sana watumishi wa Mungu, ya kwamba tusiwe kwazo la namna yoyote, ili utumishi wetu usizaraulike. Kuna wengi ambao mnalaumiwa sana katika utumishi wenu. Mambo mnayoyafanya kwa siri Mungu anayaona, na kuna vile ambavyo Mungu anakuaga anayadhihirisha kwa wanadamu. Ya Louise Jane uliyaona ya kwamba Louise hapa ameanguka. Na wewe je, haujaonekana katikati ya watu ya kwamba umeanguka, lakini kweli ndani ya nafsi yako unajitambua ya kwamba kweli haujaanguka. Na ndipo maana Biblia inasema ya kwamba na kila ajizaniaye ya kwamba amesimama na ajiangalie sana asije akawa ameanguka. Inawezekana umeanguka na uko kanisani, inawezekana umeanguka na uko ndani ya chumba cha maombi. Mwingine mama kaniambia ya kwamba Louise, tunapendaga sana maneno ya watumishi wa Mungu mbalimbali. Kweli wapo wachungaji wanaokrimu na wana mambo mengi ya kidunia. Wapo wanawake watumishi wana mambo mengi ya kidunia, lakini huku ni watumishi. Nataka nikwambie, tunapendaga tu maneno yao, lakini watu hatuwapendagi kutokana na muonekano wao. Sasa inawezekana wewe ni mke wa mchungaji au wewe ni mchungaji. Kuna vile ambavyo watu unapohubiri, unaposema maneno ya ushauri, watu wanapiga makofi ya kwamba amena amena amena. Hawakwambii ubaya wako, hapana, wanapiga tu amena amena. Kumbe wanafurahiwa na maneno unayoyasema, yanawajenga wao, lakini muonekano wako wewe haujawafurahisha. Yote haya niliyaona na nikajifunza kutokana na watu ambao waliweza kuniambia. Sasa kama mwanadamu hajafurahishwa na huo muonekano ambao uko nao, wanafurahishwa na maneno yako, lakini mwenendo wako na muonekano wako haujawafurahisha. Sasa je, Mungu aliyekuumba anakutazamaje? Mungu anafurahishwa na vile unavyovifanya? Mungu anafurahishwa na muonekano wako? Mungu anafurahishwa na vile unavyojichubua? Mungu anafurahishwa na vile unavyojipamba kufanana na Yezebeli? Mungu anafurahishwa kweli? Alafu nikagundua kitu kingine, ya kwamba kuna vile ambavyo watu wengi wanakataa kuachilia vitu vya kidunia kwa sababu wanajifunza kupitia wachungaji wao. Kwa sababu utasikia, mimi peke yangu nilikuwa nasema kwamba sasa mbona watu wananipigia kelele sana, niachane na kujichubua, niachane na kuvaa wigi, mbona mtumishi fulani yuko hivi na nakwaga na ubiri?
Mbona mchungaji fulani anakuaga hivi na anakuaga na ubiri? Mbona yuko tu sawa? Sasa kuna namna ambavyo unaviacha vitu vya unashindwa kuachilia vitu vya kidunia kwa sababu ya kumtazama mchungaji wako, kwa sababu ya kumtazama mke wa mchungaji ya kwamba yeye yuko hivi na wewe unatakiwa uwe hivi. Nataka nikwambie, mchungaji sio neno. Mchungaji sio njia na kweli na uzima. Lifuate neno la Mungu linasema nini. Na nataka nikwambie, vile walivyo wake wa wachungaji wanajua ya kwamba ni makosa, lakini wanashindwa kufanyaje kuchukua gharama. Sasa hachana mchungaji, hachana na mchungaji, hachana na mtumishi fulani. Angalia neno la Mungu linasema nini juu ya maisha yako. Kama wewe mwanamke unayenisikiliza, uliweza kulia kwa ajili yangu pale uliponiona nimeigeukia kweli, nimeacha kweli na kugeuka nikageukia ubaya. Kama uliweza kuumia kwa ajili yangu na ukanisogelea ukaniambia ya kwamba niachane na hivi vitu, sasa nataka nikwambie, sauti ni kwako mpendwa. Mungu alikutumia wewe kwa sababu nilishindwa kuwasikiliza. Mashauri yao yalikuja, watumishi wenzangu walinijenga, lakini niliposhindwa kuwasikiliza, Mungu alikutumia wewe mwenye dhambi. Na ndipo maana Biblia inasema kwamba makahaba watawatangulia kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Ni kwa sababu gani? Wanafanya vitu vibaya na huku wanajua ya kwamba ni vibaya. Lakini sasa nataka nikwambie, neema si ya kutania. Na nilipogundua ya kwamba neema si ya kutania, nikaamua kumrudilia Mungu upesi ya kwamba Mungu nisamehe, kweli nimeacha wokovu, kweli nimeacha kweli yako ambayo tunatakiwa tuweje kama vile watumishi wa Mungu. Nikakubali kuikimbilia neema. Wewe uko wapi mama? Uko wapi mke wa mchungaji? Uko wapi muumini wa kanisa? Uko wapi mchungaji mwanamke? Uko wapi mwinjilisti ambaye bado unaishi kwa kufuata namna ya dunia hii? Wokovu ni leo, wokovu sio kesho. Mungu akupe neema kupitia sauti ya kwamba neema nimepata leo, hacha niweze kuachilia mapambo ya dunia, hacha niweze kuachilia vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Kabla sijaamua kuacha, nikawa karibuni na wiki 3 sizungumzi na kaka yangu Marco Daniel kutokea pale Canada. Wiki zikapita sizungumzi naye, lakini nikawa ninasikia sauti kwa mbali inanijia ya kwamba mbona sijazungumza na kaka Marco? Mbona sijazungumza naye? Fahamu ya kwamba hapo sizungumzi na kaka ulimwengu. Wakati aliponikemea akaachana na mimi, kumbe vile alivyonikemea vimefanya kazi. Basi tukawa tuzungumzi kwa kuwa nilikuwa nina mblock. Baada ya hapo, mtu ambaye sasa niliona ni wa karibu, Deborah Kamsi na Marco Daniel, ndio watu ambao sasa nilikuwa ninazungumza nao kidogo. Nikawa nasikia kiu, sauti inanijia, natamani niongee na kaka Marco. Natamani niongee na kaka Marco, sikujua kwa nini. Na ndipo maana unaposikia sauti inakujia ya kwamba mtafute mtumishi wa Mungu, usidharau hiyo sauti. Tena haikuagi na mshindo mkubwa. Sauti ya Mungu haikuagi na mshindo mkubwa, inakujaga kwa upole sana. Ya kwamba mbona kuvaa perike ni makosa? Kanaenda. Sauti ya shetani inakuja kwa kasi ya kwamba basi huu ndo wokovu, fulani yako hivi, fulani yako hivi. Lakini ile sauti iliyokuja kwa mbali ya kwamba kujichubua ni dhambi, ile ndiyo sauti ya Mungu. Unaposikia sauti na kuambia mpigie mtumishi fulani, labda anaweza akakusaidia, fahamu ya kwamba Mungu ana mpango fulani kwa ajili ya wewe kuwasiliana na yule mtu wa Mungu. Baada ya hapo, ilipofika tariki 16 za mwezi wa 4, saa 2 usiku, nikasikia tena ile sauti inanijia ya kwamba sijaongea na kaka Marco muda mrefu, acha kwanza nimtafute. Saa 2 usiku nikampigia, halo kaka, habari gani? Mzuri. Tukazungumza pale kidogo. Baadaye akasema, dada, leo unanikumbuka? Kwa sababu anajuaga tu kwamba ameshanijua ya kwamba akinipigia simu sitapokea haraka kwa sababu ninakimbia asinikemee au
asipingane na kile ambacho mimi ninakiamini ya kwamba ni kweli. Sasa akawa anashangaa, dada unanipigia? Mungu asifiwe kweli leo. Tukazungumza pale kidogo. Basi akasema tena kwamba dada Luizi, tena ninarudilia nakwambia hivi kwamba wewe ni mtu muhimu sana. Sana. Kwa sababu uliwasaidia watu wengi sana. Na watu wengi waliokoka sana kupitia wewe. Watu wengi wamenitafuta sana inbox kwa sababu yako. Watu wengi wamelia sana kwa ajili yako, akiwemo mke wangu. Mke wangu alifurahishwa sana na huduma yako. Mke wangu alitamani siku moja awe kama wewe, lakini umewavunja watu wengi sana moyo. Nikamwambia kaka, hivyo ninazungumza ninacheka, lakini maneno yake yanaingia. Nikamwambia kaka, sasa nikiwa hivi ndo hawezi ukamleta mke wako nifundishe? Kwani mnazania dhambi ni nini? Nikaanza vile vyangu vya kujitetea. Akaniambia, dada, kataa ukubali. Zamani ulikuwaga na utukufu fulani hivi ambao mtu akikuona anakaa akusikilize kwa sababu anajua ya kwamba atapokea kitu fulani kutokea kwako. Atapokea kitu fulani kupitia wewe. Zamani ulikuwa na utukufu wa kimungu ambao Mungu alikuwekea. Lakini kwa sasa hivi, tumuombe tu Mungu ajifunue kwako tena. Tumuombe Mungu ajifunue kwako tena, ili siku moja tufanye kazi ya Mungu tena kwa pamoja. Nikasema kaka, asante, mlale salama. Tukamaliza hapo. Ndugu zangu, yale maneno yakaanza sasa kunijia, yakaanza kujirudilia. Japokuwa hawa wanawake ambao wamejichubua walikuwa wananiambia hivyo, yalikuwa yananiumiza, lakini bado tu niko na giza, niko na blanketi kwenye macho. Watumishi wananishauria, lakini wapi? Lakini ile siku ya tarehe 16 mwezi huu wa 4, kaka aliposema ya kwamba dada, ulikuwa na utukufu fulani ambao ulikuwa nao,